hapa tulipo hapa, ina maana kama kuna viumbe vingine viko nje yaani viko nje ya Mungu ambavyo viko upande wa pili, niseme vinasujudu kwa sababu Mungu yuko mahali hapa. Yes. Sasa kama vile vinasujudu, wewe utashindwaje? Bwana Yesu asifiwe. Napoendelea, nimeshangaa sana kile ambacho alikuwa anahubiri baba asubuhi. Nikawa najiuliza vipi tena, mbona kama anaongea yale. Ingekuwa inaweza ningesema jamani, tuliokopo asubuhi tufunue, tujikumbushe, twende nyumbani, maana ni mule mule alipokuwa anatembea. Kwa hiyo labda mimi nitaongezea tu kidogo, maana hata wakati naendelea kutafakari kwamba Mungu ndawaambia nini watoto wako, aliniambia kwamba cha kuwaambia akawaambie hiki hapa. Lakini sasa mimi nikaanza kuona kwamba mbona kama popular sana, yaani mbona kama ndo hicho cha kila siku. Nikawa natamani kama okay, lakini sio kivile, yani sasa itakuwaje? Kwa hata kupata kichwa cha somo kwamba niiteje, nisemaje, kwamba leo tutajifunza nini, ikawa inanipa ugumu kwamba sasa nitasemaje. Lakini asubuhi, jana usiku kabisa mida ya saa 7 nikaambiwa tu moyoni kwamba tu andika. Kwanza nikawa sina option, either niache au niandike. Lakini nikaandika upendo wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amin. Kimsingi, kiukweli Mungu ametumisi. Kuna mahali ambapo Mungu anategemea kwamba tuwepo hapo na yeye, kwamba hata kama akigeuka huku akirudi anajua wewe uko pale pale. Lakini sasa kuna wakati ambapo Mungu yeye yupo, na kitu kikubwa na kizuri ni kwamba yeye alipo waga haondokaji. Ni sisi tu ndo ambao waga tunaanza kutazama mambo mengine au kwenda njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye kitabu cha Isaya 63 kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 12, Isaya 63, atakayepata anaweza kanisaidia kusoma. Na soma kuanzia mstari wa 8, anasema maana alisema hakika ndio watu wangu hawa wasio na hila, akawa mwokozi wao. Katika mateso yao yote yeye aliteswa, na malaika wa uso wake akawaokoa. Kwa hiyo katika watu walivyokuwa wanateswa wa Mungu, naye Mungu pia aliteseka kwa sababu watu wake wanafanyaje? Wanateswa. Na malaika wa uso wake akawaokoa kwa mapenzi yake na huruma zake, akawakomboa mwenyewe, akawainua, akawachukua siku zote za kale. Lakini wakaasi, hao watu sasa ambao Mungu aliwaokoa wakati wanapitia maumivu, wanaoumia, Mungu aliumia pamoja nao. Lakini akasema kwa nini wanangu waendelee kuumia? Kwa hiyo akawatuma malaika zake. Biblia inasema kwa huruma zake akawaokoa, si ndio? Lakini mstari wa 10 inasema kama lakini wakaasi, wakamhuzunisha Roho yake Mtakatifu. Kwa hiyo akawageukia, akawa adui, akapigana nao. Mungu tena huyo. Ndipo alipozikumbuka siku za kale za Musa na watu wake, akasema yuko wapi yeye aliyepandisha? Nilitaka tusome huo mstari wa 10 mpaka wa 11, si ndio? Anasema wa 11a kwamba huku mbele Mungu msisitizo sana sana huko hapa, anasema ndipo alipozikumbuka siku za kale za Musa na watu wake. Kwa hiyo Mungu, hao watu tunaona kwamba walikuwa wanateseka, walikuwa wanapigwa, walikuwa wameshindwa, na Mungu alikuwa katika hizo hali wanazopita. Mungu anasema nao aliteseka pamoja nao. Sio kwamba Mungu anateseka, no, lakini Mungu alikuwa pamoja nao, kama Biblia inavyosema kwamba kati ya moto nitapita, nini, yaani katikati ya moto nitapita, si ndio? Kwamba kwenye gharika la maji tutapita, lakini halitatugharikisha, si ndio? Kwa hiyo kama tutapita kwenye gharika la maji halitatugharikisha, maana yake anasema yeye yuko bado na sisi, kwamba kwenye uvuli wa mauti tunaweza tukapita, lakini bado yeye yuko pamoja na sisi. Ndivyo ambavyo hapa anazungumza kwenye huu mstari, kwenye hii hapa Isaya 63, hii mstari niliyosoma hapa, kwamba yoyote waliokuwa wanapitia hawa watu, Mungu naye alikuwa pamoja nao. Kwa hiyo wakati yuko pamoja nao, lakini baadaye mbele anasema kwamba wakaasi, wakamtendea uovu, si ndio? Waliomtendea uovu Mungu naye akakasirika tena. Alipokasirika, lakini katika kukasirika kwao Mungu akawamisi,
akawakumbuka kwamba watoto wangu hawa, si ndio hao nilikuwa natembea nao jangwani, si ndio hao nilikuwa nawapitisha pale nanili kwenye bahari ya Shamu, si ndio hao wako wapi sasa? Mbona mimi nipo wao hawapo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye upendo wa kwanza kila mmoja anajua alikotoka na Mungu, si ndio? Kila mmoja anajua Mungu alipompitisha. Kuna kile kipindi ambacho wewe na Mungu ni hivi. Kipo hicho kipindi ambacho wewe na Mungu mnatembea, yani akienda umeenda, akirudi umerudi. Lakini nafika hatua ni kwamba kuna vitu inawezekana vimetokea, au ni kwamba kwa sababu ya kuzoea sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kuzoea tunaona kabisa, kwenye kuzoea hata kwenye ndoa, si ndio? Tunapoanza mahusiano yanakuwaga vizuri sana. Kwa hiyo siku zinazozidi kwenda, ukishamzoea kwamba huyu anapendaga hiki, apendaga hiki, huyu akichukia mpaka hapa uwaga hawezi kufika mpaka pale. Kwa hiyo unamtime tu kwa sababu si umeshamzoea, unamjua. Kwa hiyo vile unapokuwa unamzoea, ina maana siku tu ikifika ule upendo utashuka lazima, kwa sababu umemzoea. Kwa hiyo kama umemzoea ni ile tu time kwamba kama saa hizi ndo anarudi saa 1 za usiku, basi nikiona tu ndo anakaribia kurudi ndo niweze kwenda kupika. Wakati kabla ya hapo ilikuwa kama unapika mapema, muda wa kula unasubiri baby mpaka urudi, mimi siwezi kula. Njoo bwana. Sasa siku hiyo amekuja, amechelewa kidogo, inabidi tu ule. Sasa mimi nikaona njaa inaniuma bwana, kwa sababu umefanyaje? Umemzoea. Na siku zinazozidi kwenye mazoea, ina maana kwenye mazoea pale ndio hapo upendo unaanza kupungua. Upendo unapoa kabisa. Kwa hiyo watu wanakuwa wamemzoea Mungu, kwamba tangia nilipookoka mbona ndio vile vile tu, kama kula mbona nakula, navaa, au hata kama siri ni kwamba mbona silali siku zote, Mungu si ni yule yule. Mwaka jana mbona niliwahi kulala njaa, mwaka huu nimelala njaa, sasa kuna utofauti gani? Au mwaka jana nilikula, mwaka huu nilikula, leo nimevaa, nimefanya, yani chochote kile ambacho unaona kwamba ni kawaida, mbona Mungu anafanyaga ni kawaida. Samson alikuwa amezoea. Biblia inasema, tunaweza tukasoma hicho kitabu kwenye kitabu cha Waamuzi, nafikiri nimeandika wapi, ni kitabu cha Waamuzi 11 kama sijakosea sana au sijasahau. Biblia inasema, Waamuzi 16 mstari wa 20. Samson alizaliwa akiwa na nguvu za Mungu, na nguvu zake zilikuwa kwenye nywele. Lakini siku moja Delila akampetipeti pale, Samson akatoa siri, nywele zikakatwa. Nywele zilipokatwa za Samson, kabla nywele hazijakatwa, Samson alikuwa anamdanganya Delila. Delila akimuuliza, nguvu zako ziko wapi? Anasema, mimi ukinifunga sijui na kamba, sijui ukinifanyaje. Kwa hiyo anamtishia, Wafilisti hao wamekuja. Samson anaamka na nguvu zake. Kwa hiyo Samson akawa amezoea kwamba mimi uwaga ndio inavyokuwa. Kwa hiyo siku hiyo Delila akamkata nywele Samson. Alipomkata nywele, Delila akamwambia hivi, Wafilisti hao. Samson, Biblia inasema kama ilivyokuwa kawaida, Waamuzi 16 mstari wa 20. Samson akajua kwamba si nimeshazoea. Lakini asingekuwa na yale mazoea, angekuwa anaweza kujicheck kwamba nimeamka vipi, nguvu zangu zipo, naweza kutoka. Pengine labda asingefikishwa pale alipofikishwa. Kwa hiyo kwa sababu alikuwa amezoea, kwa hiyo alipozoea akaamka bila hata kuangalia kama nywele kichwani hamna. Kwa hiyo kutoka nje wakamkamata, wakamtoboa macho, wakampeleka gerezani, wakampa na kazi ya kufanya huko. Lakini ashukuriwe Mungu kwamba nywele ziliota tena za Samson. Lakini nywele zisingeota, Samson angekufa kifo cha aibu. Angekufa kifo cha aibu. Nywele zake zisingeota. Maana Biblia inasema kwamba wakati bado yuko kule gerezani, nywele zake zilianza kuota. Kwa hiyo nywele zinapozidi kuota, akazidi kupata nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kitu ambacho kinaleta kabisa. Unakumbuka wewe kile kipindi? Kuna kipindi ambacho wakikwambia kwamba saa hizi ni muda ibadani, unawahi, yani kwamba nguo za kuvaa kanisani unaandaa Jumamosi au Jumapili tu, ukitoka unaanza Jumapili ijayo ndavaa nguo gani? Jumapili ijayo ndapata wapi nauli ya kujia kanisani? Lakini vipi saa hizi? Ni kwamba tu unatafuta sababu, ndio alichokuwa anakisema baba. Ni kwamba unatafuta sababu, hivi nipate sababu gani ya kukosa kwenda kanisani? Yaani unajitafutia, kama nikakikozi kwa mbali unaanza utakuwa kipo hichi. Hichi kikozi nikitembea hapa hadi kanisani ndio kitazidi. Natuma message, naomba ruhusa.
au saa zingine usitume kabisa. Tunaona? Kwa hiyo kwenye kipindi kama hicho ambacho mtu unakuwa na mazoea kwenye uhusiano wote huyo hayafai. Hayatakiwi mazoea. Sio tu kwa Mungu na wewe, sio tu kwa mke na mume, sio tu kwa wewe na mtoto wako, sio tu kwa wewe na jirani. Yaani mazoea hayatakiwi, kwa sababu sehemu yoyote ile, hata kazini na bosi, wewe unaweza kuona hata wewe na mtoto wako mkizoeana sana, unakuta anaingia chumbani bila hata odi. Si amezoea? Anafika tu huyu hapa, kashazoea. Lakini pia kitu kingine ambacho naweza kusema kinasababisha au kinapelekea upendo wa kwanza kupoa ni ile kuanza kutilia mashaka neno la Mungu. Anasema ni taa ya miguu yetu. Neno la Mungu ndio chakula cha roho zetu. Lakini neno la Mungu pia, watumishi wa Mungu wamekuwa wanatuambia maneno ya Mungu mengi sana. Tunasoma neno la Mungu katika Biblia, tunasoma neno la Mungu, tunaambiwa, si ndio? Sasa unapoanza kutilia shaka lile neno la Mungu, lazima upendo upoe. Ni sawa na mara nyingi kutilia shaka kunatokana na kukosa uvumilivu. Kwamba pale ambapo litakiwa ukae chini, utulie, usubiri, sasa wewe unaona kama vitu vinachelewa, au unaona kama mbona kama nimekaa sana, au mbona kama hiki kitu kimewahi sana. Kwa hiyo wakati unatafakari yote hayo, wakati umekosa uvumilivu, unaanza kutilia mashaka neno la Mungu. Tusome Luka 7 mstari wa 19 kuanzia mstari wa 19. Luka 7 kuanzia mstari wa 19 mpaka 20. Atakayepata naomba anisomee. Luka 7 sura ya 7 mstari wa 19 mpaka 20. Ndipo Yohana alipowaita wawili katika wanafunzi wake, akawatuma kwa Yesu akimuuliza, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine? Nao walipofika kwake walisema, Yohana Mbatizaji ametutuma kwako akisema, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Tunaona hapo Yohana alikuwa anamfahamu Yesu vizuri tu, ingawa alikuwa hawajawahi kuonana. Lakini Biblia inatuambia kwamba wakati Mariamu amebeba mimba ya Yesu na Elizabeth amebeba mimba ya Yohana, wale watoto walishake hands wakati wako tumboni kwa mama zao. Walifurahiana, yani walisalimiana wakati wako tumboni kwa mama zao. Kwa hiyo Yohana alijua kabisa, na umri wa Yohana ulikuwa mkubwa kidogo kwa miezi kuliko Yesu. Kwa hiyo Yohana yeye ndo alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kumtambua Yesu. Inawezekana Yesu isige kuwa rahisi sana kumtambua Yohana, lakini Yohana yeye alikuwa amemzidi kidogo Yesu. Kwa hiyo wakati huo Yohana amepitia misukosuko, kapelekwa gerezani, anaanza kuuliza hivi ni yeye? Alafu Yohana na Yesu walikuwa na undugu. Kwa hiyo kwenye undugu naona Yesu akaona mbona kama undugu umebounce hapa, hata kuja kuniona mwenzie niko gerezani. Lakini pamoja na yote haya, huyu ni mtu ambaye nimemtengenezea njia, nimewaambia watu habari zake. Mbona hata simuoni? Yani hata angekuja afanye kamuujiza hapa gereza lifunguke. Lakini Yesu alitulia huko. Yohana anawaambia wanafunzi wake kwamba nendeni mkamuulize kwamba hivi ni wewe au eti Yohana tumsubirie mwingine? Yesu akawaambiaje? Akasema hivi, vipofu wanaona. Kwa hiyo Yesu akaanza kuwaponyesha vipofu mbele ya wale watu, kwa sababu kazi ya Yohana ilikuwa imeshaisha. Kwa hiyo hakukuwa na haja tena Yesu aanze kuambia hebu rudini mkamwambie Yohana 1 2 3. Kwa hiyo Yesu akaanza kuwaponya vipofu pale mbele ya wale wanafunzi. Yesu akaanza kufanya miujiza mbele ya wale wanafunzi, ili wale wanafunzi na wao, kwa sababu Yohana alishatia shaka vipi wanafunzi wake. Kwa hiyo wanafunzi waliokuwa chini ya Yohana walishatia shaka kwamba kama master wetu anatuambia ana wasiwasi na huyu, au naye kweli sio. Kwa hiyo Yesu akaanza kutenda miujiza mbele ya wale wanafunzi ili angalau kujenga imani yao, wakati kule Yohana anasubiria kukata kichwa. Kwa hiyo kutilia shaka neno la Mungu, lazima tu upendo utapoa. Tunaambiwa maneno mangapi na watumishi wa Mungu?
Kila Jumapili, karibia kila Jumapili mchungaji anatutamkia baraka, nenda kwa ushindi. Lakini tu unapotoka hapa, ukikumbuka nyumbani unga hamna, ukikumbuka nyumbani mboga hamna, yanafutika yote ambayo umeambiwa hapa ya ushindi. Unasahau kila kitu. Inahuzunisha jamani. Mungu kuna mahali anataka tukae. Jumatano kwa waliokuwa Jumatano nikazungumza kitu nikasema kuna hali ile ambayo ya asili ya Mungu ambayo iko ndani yetu, ambayo Mungu ndo anategemea kwamba hapo ndio sehemu yetu ya kuonana. Hiyo ndio madhabahu ya kufanya mambo yetu na kuongea na Mungu. Kwa hiyo pale sasa unakuta mtu mambo ya duniani yamekuzonga kiasi kwamba wewe mwenyewe unajikuta asili yako sasa inaanza kuelekea kwenye mambo ya duniani. Yaani unaanza kujiona kwamba wewe ni wa hapa, kwamba wewe ndio hapa umefika na ndio umemaliza, kwamba wewe inabidi uamke asubuhi uende kazini, urudi uanze kama ni kazi za nyumbani, sijui kufua, sijui kufanyaje, upike ule ulale. Uamke kesho asubuhi uende kazini, uamke uende kazini, ukafanye kazi za huko, urudi umechoka, ule ulale. Kwa hiyo unakuta siku zinazidi kwenda. Pale ambapo Mungu anakutafuta, pale ambapo Mungu anategemea, ambapo mtaweza kuongea yeye baba kama baba na mtoto, anakuta haupo. Huko unashughulika na mambo ya hapa yanayoonekana kwa macho. Kwa hiyo kuanza kulitilia shaka neno la Mungu inaleta utata sana. Kulitilia shaka neno la Mungu ambalo amekuambia. Tunaambiwa maneno mengi kwenye nyimbo zetu hapa Jumapili, tunaimba. Leo tulikuwa tunaimba kwamba si ni wewe ndio wa kuabudiwa, si ndio wewe, si ndio mwenyewe, si ndio wewe ndio kila kitu. Unakuta mtu ametoka pale nje, yameshamdaka simu, mwenye nyumba anataka hela yake, yameshamdaka sijui nini, nasahau kila kitu, yani kila kitu. Mungu ametumisi. Asubuhi ya leo Mungu anatuambia ametukumbuka, ametumisi. Anataka atukute alipotuacha, anataka atukute alipotuweka, pale ambapo anategemea kwamba hapa ndio nitakaa na wanangu, hapa ndio nitakutana na mtoto wangu Judy hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ile hali ya ubaridi ambayo na vitu vyote hivi vinatokea kwa sababu tu ya vile vitu ambavyo vinatushikilia mwilini. Na hivyo vitu vinavyotushikilia mwilini mara nyingi, hata kama mtu akiwa amepigwa rohoni, ni kwa sababu tu ya vile vitu vinavyoonekana kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya vile vitu ambavyo vinaonekana kwa macho. Kwa hiyo unakuta mtu ameingiwa na ubaridi tu, yani hashtuki. Muda wa ibada fresh anaingia, anatulia na kuwa anaangalia TV. Wakina Lucy wanaruka mbele hapa, yeye anatoa tu na kuangalia. Mnaimba, piga makofi, piga kelele. Wapi? Mtu amekaa mwanzo mpaka mwisho wa ibada tu, mtu amekaa tu amerelax, na sio kwamba aiti ana meditate au anawaombea, no. Amekaa tu anawaza. Hivi ile blanket langu lile nikikunja kwa hivi, nikunja kama sambusa, sitapendeza sana kitandani. Hivi unakuta anawaza kingine kabisa. Au amemwona mtu amevaa na nili Keni pale amependeza na futi. Anamwangalia, kila mtu anamdiscuss vyake. Ibada inaisha, anaondoka. Kawaida kabisa. Lakini Mungu anasema kumbuka upendo wako wa kwanza. Katika kitabu cha Ufunuo, kama tunaweza tukasoma katika kitabu cha Ufunuo 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 5. Mungu hapa Ufunuo 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 5. Karibu. Kwa malaika wa kanisa lililopo Efeso, haya ndiyo anenayo yeye alishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waovu. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina lako, wala kuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo yako ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo,
naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake. Amina. Tunaona Mungu anaongea na kanisa lililopo Efeso. Anawaambia, anawasifia, wana sifa nzuri sana. Anawaambia kwamba wao wana subira, wanaweza kuchukuliana na watu wabaya, wanaweza hawawezi kukaa, yani kuishi na watu ambao wanafanya mambo ya kiovu. Anasema pia wanaweza kujua au kudetect roho ambazo sio za kimungu. Kwa hiyo hawa watu Mungu wana sifa nyingi nzuri sana, lakini anasema angalia, upendo wenu wa kwanza umepoa. Tunajiona sisi tuko vizuri kabisa, kanisani unawahi saa 3 upo hapa, Jumanne unakuja, Jumatano unakuja, lakini vipi ule uhusiano wako wewe na Mungu? Vipi ule uhusiano wako wewe na Mungu peke yako, achana na tukiwa wote tuko hapa? Vipi ule uhusiano wa Mungu uliokuwa nao mwanzo? Yale machozi uliokuwa unalia wewe na Mungu peke yenu chumbani, umekaa, sio na mke, sio na nani, peke yako, unatembea njiani unanena kwa lugha. Vipi huo uhusiano? Anasema kumbuka ukatubu. Kumbuka ukafanyaje? Ukatubu, ukageuzwe upya nia yako kuhusiana na mahusiano yako wewe na Mungu, kuhusiana na upendo wako ule wa kwanza uliokuwa nao na Mungu. Yale maombi mazito, kule kufunga usikotarajia, unaamka tu asubuhi unakuta saa 6 hii hapa, unasema hebu ngoja niunganishe mpaka jioni. Unakuta siku ya kwanza imepita, unaenda mpaka siku ya 7. Wewe mwenyewe leo hii hata kufunga siku moja haiwezekani. Sio kwa kutangaziwa au kwa kuamua mwenyewe, haiwezekani. Mtu unapiga msosi mwanzo wa mwaka mpaka mwisho. Yale maombi ya kuliombea kanisa kwa upendo kabisa ule wa ndani, kwa kuliombea kanisa, achana na yeye kusema tumuombe mchungaji, tumuombe mchungaji, lakini yale maombi ambayo ulikuwa unakaa mwenyewe unawaza tu, unasema namuombea babangu, niko namuombea, yako wapi leo? Vile ulivyokuwa unajiombea, vile ulivyokuwa unaombea watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema katika kipindi kile, hata kama hakuna vitu ulivyokuwa unaviona kwa macho vinatokea, hata kama ulikuwa huoni kwamba vitu vinatokea, kipindi kile kile cha machozi, inawezekana ulikuwa huoni, ndio maana ukaacha kwamba kumbe Mungu wakati unafanya vile anapenda. Kumbe Mungu wakati unafanya vile anasema ngoja tu wewe nione. Biblia kwenye kitabu cha Ufunuo anasema machozi ya watakatifu yanafanyika kama manukato mbele za Mungu, si ndio? Sasa uenda Mungu anafurahia kuona kwamba machozi yako unavyoyatoa kwa ajili yake, machozi yako unavyoyatoa hata kama ni kwa kuumia, ujisikie raha. Mtoto wako au rafiki yako ambaye ni rafiki yako sana, siku ametoka alikotoka, anakuja anasema aisee, nimeumizwa, analia, wewe unamsikiliza, pole bwana, hata kama huna neno, pole bwana. Akitoka pale anasema afadhali nilikuja kwako. Wewe unajisikiaje aliyekuja kwako? Si unajisikia na wewe furaha kwamba at least kuna mtu amepata faraja kwa ajili yangu? Ndio Mungu anavyopenda. Na ukimfurahisha Mungu, yaani ukimfurahisha Mungu kwamba leo umemfurahisha, kesho umemfurahisha, baadaye tu atasema pamoja na furaha yangu Mungu sio mbinafsi kiasi hicho, kwamba pamoja na furaha yangu nafurahiaga nikiona huyu kijana analia sana, hebu leo nimfute haya machozi yake, pamoja na kwamba nayapenda. Sasa mtu, sherehe zilikuwa nyingi sana, ile furaha. Kwenye kitabu cha Daudi anasema kwamba nirejeshee ile furaha ya wokovu, nirejeshee furaha ya wokovu. Biblia inasema waliponiambia twende nyumbani, na nifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Sasa leo hii mpaka tupige simu kanisani, isipotumiwa message kwenye kikombe cha wamama ndio unashukuru, unasema asante Yesu, itakuwa leo hamna ibada. Jumamosi kuna ibada ya kina mama, wamama hamji, hatuji, mabinti hatuji, na inakuwa rahisi tu, na kale kabaridi ka asubuhi ni blanketi kubwa. Na sio kwamba kwa sababu tukija hapa labda ni 1:30 mpaka saa 3 tukienda sana, lakini sio kwamba eti wewe ukitoa huo muda wa 1:30 mpaka saa 3 vitu vyako vitakwama. Sio kweli, kwa sababu huo muda wewe utalala. Haya, ukilala ukiamka, mbona mambo yako yanaendelea tu vizuri?
Sasa ukija kanisani Jumatano, watu hatuji kanisani. Tunatangaziwa hapa, Luka anatangaza kila siku, jamani, Jumatano Jumanne na Jumatano saa 11 karibuni. Lakini watu kama hawasikii, wanakujaga watu wale wale. Yaani hata wewe fanya research, usiingie kanisani wewe peke yako, chungulia tu pale kama mwezi mzima hivi, utakao waona Jumatano hii ndio hao wa Jumatano ijayo, ndio hao wa Jumatano ijayo. Watu vipi? Tuko busy na kazi, biashara. Nitamwachia nani? Waislamu wanafunga, yaani akisikia tu ile sijui nini wanaanza kuanzia sijui umwambie nini, sijui umwambie nini, kwamba eti naomba niuzie mara moja. Yaani anakwambia muda ndio huu, narudi sasa hivi, ukiweza nisubiri. Sasa wewe saa moja linakushinda kabisa, saa moja, na siku nzima umefanya mambo yako. Ili naomba nitalisema hapa, mtanisamehe kama nitakwazika. Jumapili tunachapisha mambo chap chap ili watu tukimbie nyumbani tukafanye mambo yetu. Tunafanya haraka haraka kwamba chap chap bwana, ili tuwahi tukafanye mambo yetu. Lakini wiki nzima umekuwa nyumbani kwako, wiki nzima umeshinda kufanya mambo. Jumapili tuna masaa haya matatu, yakizidi sana 4, lakini katika masaa ya wiki nzima. Afu jiangalia wewe ambaye hujaji Jumatano kanisani, na wewe unataka kuwahi Jumapili kutoka ukimbie nyumbani, si ukafue, si ukale, si ukafanyaje. Saa zingine kuna Mungu anataka kusema na wewe, au Mungu anataka kusema na kanisa, lakini kwa sababu unawahi ukafue nguo za watoto kesho Jumatatu shuleni, basi unapishana na gari la mshahara na Mungu hawezi kukushika. Biblia inasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi la nani? La Mungu. Kwa hiyo tunapokuja Jumapili kanisani, hatuji tu kwa sababu ni desturi, hatuji tu kwa sababu ni sheria. Ni kweli tumeambia tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi, lakini nini maana yake? Ni kama tusiache kula kama ilivyo desturi, si ndio? Kwa sababu ukiacha kula, yani hata isingekuwa desturi, ukiacha kula unakufa, rafiki yangu, si ndio? Kwa hiyo ukiacha kula unakufa. Tumeambiwa ndio tusiache kukusanyika kama desturi, lakini hata isingekuwa desturi ilitakiwa tukusanyike. Hata isingekuwa desturi. Kwa sababu tukija hapa kama hivi, tukiwepo hivi, Mungu mwenyewe anatuambia kwamba wakiwepo wawili, yaani na maana mkiapo kuanzia mtu mmoja na zaidi, na yeye ndo anakuwepo hapo. Tunajua Mungu kwamba nikiwepo mimi chumbani peke yangu Mungu yupo, si ndio? Lakini wao anasema mkiwepo wawili watatu, nipo katikati yenu. Kwa hiyo mtu unaamua. Tusingekuwa tunahubiriana habari za kutoa matoleo sasa hivi. Toeni sadaka, toeni sadaka. Mbona mnavaa mnapendeza watoto wa Mungu? Kuna kipindi, kuna ushuhuda wa Moses Kola alisema, mimi niliona kwamba nakosa hela ya sadaka lakini napata hela kunyolea nywele. Nikamwambia Mungu, hizi nywele zisikue tena, ili ile ya kunyolea nywele niwe natoa sadaka. Wewe unaamini kwamba nilale na njaa nikatoe sadaka. Mungu naye anaona, jamani, atanisamehe tu. Kweli umependeza, umevaa vizuri, unanukia, tumafuta twako, tunywele mahali pake, sadaka utoe. Na sio kwamba huna, nakataa kabisa. Sio kwamba Mungu hawezi, sio kwamba hawezi Mungu hawezi akakufanya wewe ukalala njaa wiki nzima, si ndio? Sadaka sio lazima iwe hela. Lete hata unga, lete unga tu, ulete hapa uone kama utakataliwa, lete. Mwingine anasema mimi sina hela kabisa, yani wewe hujui tu. Najua kutokuwa na hela, najua vizuri sana. Kwa hiyo kutoa sadaka sio tu lazima iwe hela ya mkononi. Mbona wewe wiki nzima umekula? Kwenye mlo wako ule wa wiki nzima, toa mlo mmoja. Mungu atakuona. Na hapo ndipo Mungu anapotaka mkutane naye. Sina nauli. Huo ni upendo wa kwanza nauzungumzia. Kwa sababu haya yote mambo yalikuwa yanafanyika mara ya kwanza, yalikuwa yanafanyika. Kwa nini sasa hivi hapana? Kwa nini sasa hivi hayafanyiki?
Mara ya kwanza ilikuwa inaweza kufanyika. Mara ya kwanza ulikuwa unaweza kusacrifice kwamba sijala leo, nimefunga sawa kwa ajili ya maombi, lakini chakula nilichotakiwa kula leo, si ndio anachokifanya Waislamu? Kwamba chakula nilichotakiwa kula mwezi mzima, zile gharama zilizotakiwa tulifanye mwezi mzima huu wa Ramadhani, basi nitumie kuwafutulisha watu hata siku moja tu kwa mwezi. Wao wameshindwa kuchukua siku moja kwa wiki, kwamba hii siku moja kwa wiki chakula ambacho itakiwa nile mimi, acha nikamtolee Mungu. Msikwazike jamani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu anajua tu na hali ya ubaridi na anaona ni kawaida, na inakuwa ni kawaida kwa sababu siku zinavyozidi kwenda mnazidi kuachana taratibu, bila wewe kujua. Taratibu unakuja kushtuka umefika mbali kabisa. Kugeuka kurudi sasa tena kurudisha ule upendo wa kwanza ni gharama kubwa. Asante Nafa. Ni gharama kubwa. Jumatano tukaongea kuhusiana na masuala ya kusudi la Mungu au majira na nyakati kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu ndani ya mtu. Nikaongelea kwamba inawezekana kabisa kuna ule udanganyifu ambao shetani anauweka katika maisha ya mtu. Inaonekana kwamba yuko salama kabisa, wala yeye hawezi kugundua kwamba kuna sehemu amechepuka, kuna sehemu amekosea, kwa sababu shetani ameleta kauongo fulani hivi. Mungu anataka kukupa mfano, Mungu anataka kukupa kazi ambayo utaifanya, lakini katika kuifanya ile kazi utamdhihirisha yeye. Shetani naye anakuletea kazi inayofanana na ile. Kwa sababu wewe una uharaka na kazi, na Mungu maybe amekwambia hii kazi utaifanya mwezi wa 10, au tu unakuta unasikia amani moyoni, yaani unajisikia amani tu na hiyo kazi, lakini kwa sababu unaitaka, kwa sababu umeipania, yaani kwa sababu umesema hili liwalo na liwe, unabeba na unasema itakuwa ni Mungu. Itakuwa ni Mungu alitaka anipe mwezi wa 10, lakini sasa hivi kaniwaishia kanipa hii hapa. Unaanza kuachana na Mungu hapo kidogo. Inafika mwisho wa siku basi ushapotelea mbali. Kurudi ni gharama nyingine. Tunaona kwenye Biblia kwamba Samsoni nywele zake ziliota, vipi za kwako zisipoota? Labda ndio zilikuwa ndio hizo, itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Nataka angalie muda, simu yangu sio nimeweka. Au nasema au utaniambia muda ukifika. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nafikiri tunaelewana. Kuna ule upendo wa kwanza, ule wa amsha. Upo tayari kulipa gharama ya kitu chochote. Umeingiza mazoea. Kwa makanisani tunaendaga, atahubiri Pastor Niko. Akihubiri, anahubirigi 1 2 3, yani hawezi kutoka nje hapo. Tumeshazoea. Ataimba Dani, akiimbisha Dani, atafuata labda dada Dorcas, atafuata labda Lois na Messi, ibada inakuwa imeisha. Tunakuwa kama tunaongozwa na liturujia. Hivi unajua kwamba hata sisi tuna liturujia za moyoni mwetu? Yaani mtu anakaliturujia kake moyoni. Ukute Mungu sio amepanga labda muanze na neno. Yaani ili neno naongea sasa hivi, inawezekana labda Mungu alitaka tuongee asubuhi. Lakini kwa sababu ratiba yetu, kwa hata Mungu akisema unasema Mungu subiri kwanza, hii nadili nayo mwenyewe. Praise him, tupande. Kumbe wakati huo ni muda labda wa maombi, kuna kitu hakijakaa tu sawa. Lakini unakuwa na liturujia kako moyoni kwamba saa hizi huu ndio muda wa nini? Wa ibada. Tumeshajua kwamba saa 3 hadi saa 4 kunakuwa na maombi na neno kidogo, si ndio? Saa 4 hadi saa 5 tunakuwa na praise and worship, si ndio? Saa 5 hadi saa 6 ni neno, si ndio? Kwa hiyo mtu anaweza kaa yuko nyumbani lakini ibada yetu amehudhuria vizuri sana. Na anategea kabisa huu muda wanatoka huu. Anajua kabisa huu muda ndio wanatoka saa hizi. Kama umeleta watoto peke yake, baada akachukua watoto watakuwa wameshatoka kanisani. Tunajua, tumeshazoea, ndio ratiba. Lakini kwenye kuleta mazoea, ndugu zangu,
upendo unapoa. Na upendo ukipoa, sawa, Mungu mwenyewe anaweza akatulia tu anakuangalia, lakini anaumia. Yani anatamani kwamba zile enzi zenu zirudi basi. Zile enzi zenu za kukesha unasoma neno la Mungu zirudi basi. Mbona ukikwambia labda unatafuta kazi ukikwambia kesho kuna interview, mbona usiku hulali? Hulali usiku, unaandaa tu nguo, unaangalia kama ni vitu vya kusoma, utasoma usiku kucha ili kesho ukafanye interview. Bwana Yesu asifiwe. Katika haya niliyoongea, naamini kila mmoja Mungu amezungumza na yeye ndani yake. Usikubali leo ukatoka kama ulivyoingia. Usikubali. Kuna ile hali ya kwamba unaweza kuwa umesikia neno, umelisikia, si ndio? Lakini moyoni ni kama bado, yani kwamba Mungu wewe hujajua vizuri. Ndio maana Mungu alimtuma Yesu ili aishi maisha ya kibinadamu kama tunayoishi. Mtumishi wa Mungu ile lini akasema hata Elia alikuwa kama sisi, si ndio? Mbona yeye alifanikiwa? Alafu sisi mbona ni rahisi zaidi? Elia unaambiwa mpaka ni magoti yake yalikuwa yanasugu kwa ajili ya kupiga magoti muda mrefu. Na watolea mfano upande wa pili wa Islam, wengine wanakuwa na ile wanaita sijda, kwa sababu ya kuinama chini, anagongesha kichwa, anamwabudu Mungu wake. Wewe umependeza mtoto. Ukifika kuna ile unakuta unaimba kweli, Mungu amekugusa, unatamani kulia, lakini sasa ka makeup kale katatokeje? Ukifanya hivi machozi unaangalia juu ili mascara isitoke. Unafuta machozi. Kumbe Mungu kuna kilio alitaka ulie, upige kelele, utoe machozi, alafu mtu fulani apone. Amen. Tunaambia wale waliodondosha ukuta wa Yeriko wale ni kwa ajili tu ya kupiga kelele na kuimba. Mungu ukuta anataka hiyo kelele yako, kuna mwingine apone huko. Mwingine yuko hospitali anasubiri kelele yako. Mwingine yuko sehemu fulani amebanwa, wengine watuko huko kanisani, mwingine anasubiria chozi lako tu lidondoke chini. Unaogopa kasura mwana kwenye kulia bwana. Kwenye kulia sorry. Kwenye kulia sura haziwaji hivi zilivyo, si ndio? Kuna sura fulani hivi. Sasa mtu anaanza watu wote hawa alafu nianze kulia vile. Hapana. Kwa hiyo utajikaza pale, unajikaza, basi baada inaisha unaondoka, umefungia uponyaji wa mtu. Basi baada inaisha unaondoka mwenyewe hujapona. Unajizuia. Kuna kipindi watu walikuwa wanagalagala chini. Mtu analala, yani anaona kabisa kupiga magoti haiwezekani. Kunyosha tu mikono haiwezekani. Mungu nifanyaje, moto na waka, nifanyaje? Nilale chini. Unakuta mtu amelala chini, anatamani sijui hata afanyaje. Sijaiona hiyo, nina mwaka sijuanga. Watu wanaona kama ni ulokole wa kizamani. Una faida. Ile kunena kwa lugha kwa sauti yako. Kunena kwa lugha kwa sauti yako sio kunena kwa lugha ile ya kujifanyisha, no, ile ya Roho Mtakatifu. Kwa sauti yako kabisa unaitoa yote na wewe unajisikia. Sasa tunasubiri afu, yani kitu cha kusikitisha ni kwamba hata tukisisitizwa, yani unasubiri usisitizwe, lakini hata tukisisitizwa bado unakuta bado tu mtu amelala. Omba jamani, omba, toa sauti, omba. Kwa nini? Upendo wa kwanza umepoa. Anasema basi rudi ukatubu. Kumbuka ulipoanguka, rudi ukafanyaje? Kuna sehemu tu tulichengeshwa kidogo tu. Mazingira yakatukamata, tukasahau kila kitu. Mazingira yakatushika, tukasahau. Nafikiri tumeelewana. Na kingine nilichokuwa nataka kuongea Jumapili iliyopita